Tayari bwana mkubwa ameanza kutimiza ahadi aliyoitoa Simba Day. Unajua hao ni kina nani ambao unaona kwenye picha? Tutakwenda kuelezea umuhimu wao na ni kwa nini wanakwenda kuifaa klabu ya Simba Sport, lakini pia tutakwenda kuzungumzia kiasi kikubwa cha fedha ambacho klabu ya Simba wamekipokea, zaidi ya bilioni za Kitanzania, milioni 250, mkataba ambao wameusaini kwa miaka mitano. Itagawiwa, sio yote itaingia kwa pamoja, lakini mwaka wa kwanza ndio mwaka ambao klabu ya Simba wanakwenda kupokea fedha nyingi zaidi ya bilioni 65. Msimu huu zimekwisha ingia na zimeanza kufanya kazi kuwaleta watu wataalamu wakubwa, wataalamu ambao klabu ya Simba inawahitaji kwelikweli. Mbona hao watatu ambao unaona kwenye picha ni watu ambao wamesaini mkataba na klabu ya Simba Sport kuja kuongeza nguvu kwenye technical bench, hasa kwa upande wa ushambuliaji na eneo la goalkeeping. Lakini mwingine huyo ambaye ameangalia upande wa kushoto anaitwa Marskan Sklovic. Huyu amewahi kufanya kazi na kina Pep Guardiola, amewahi kufanya kazi na Jose Mourinho. Amekuwa ni mtu wa kusoma opponent wake yuko vipi, udhaifu wake ni upi na udhaifu wa klabu yetu ni upi. Sasa tunabidi tufanye nini ili tuweze kuufaulu mchezo. Yaani huyu ndo anamwambia kocha makavu, itakuwa hizi mbinu ambazo tunakwenda nazo hapa hatuwezi kutoboa. Lakini huyu ambaye anaiangalia saa ni kocha wa mazoezi, kocha wa mastrika, kocha ambaye amefanya kazi na kina Zlatan Ibrahimovic katika ule umri wake mdogo, na amekuwa na mchango mkubwa kwa washambuliaji wengi ambao walikuwa wanaonekana hawana confidence mbele ya goli, na yeye ndio imekuwa ni kazi yake. Lakini kocha huyo wa katikati ni general tactical coach ambaye anahusika na baadhi ya mambo mengi ambayo yanahitaji ufundi ndani ya kikosi cha Simba. Sasa huyu wa katikati anaitwa Zuklavbergic na huyu ni Muitaliano, na Mo Dewji alitoa ikodi mapema kabisa kwamba anakwenda kuleta wataalamu na wanakuja zaidi ya 7, lakini hao watatu ndio wamekubali kujiunga na klabu ya Simba moja kwa moja hadi kufikia hivi sasa. Lakini sakata la fedha nyingi ambazo klabu ya Simba wamezipata liko hivi. Baada ya klabu ya Simba kucheza na klabu ya Sevilla miaka mitano nyuma, klabu ya Simba waliingia makubaliano, lakini kuna mambo ya kuwa yamekwenda sawa, ndio maana fedha hizi zilicheleweshwa. Lakini viongozi wakubwa wa Sevilla wameona ni vema kukubaliana na klabu ya Simba baada ya kupitia mambo mbalimbali. Licha ya kwamba klabu ya Simba imeshindwa kuchukua ubingwa kwenye misimu mitano mfululizo, bado kigezo imekuwa ndo klabu pekee Afrika Mashariki inayozungumzwa kwa ukubwa, ndo klabu pekee ambayo haina kesi za madai kati ya wachezaji, lakini pia na benchi la ufundi ukilinganisha na klabu vingine, na ndo klabu pekee ambayo inaonekana ushindi wake ni wa ukweli na uwazi. Hizi ni za chini chini na kupenyezea baada ya makachero kuthibitisha ni kwa nini klabu ya Simba wamelipata dili hili. Usisahau kusubscribe, tukutana wakati mwingine. Asante sana. This is Simba Black.